you are watching from, I welcome you. This is Youths and Talent. Youths and Talent. How are youths coping up with talent? Is talent paying? And are they getting hardship, or is it just something that anybody can just do? Is there some challenges, or this thing is, are they doing it out of passion, or are they just doing it for money? Ebu, kwanza. Do vitu mosques. Sijui kama unaelewa Viki, watu walevi. Naelewa sana. Unajua kuna ile Naelewa kunywa sana. ulevi yani. Ile asubuhi unapata mtu alishalewa. Unacheki ghetto youth alianguka kwa pombe alisahau kwao kitambo. Now did you manage, because in such a community kwenda shule pia inakuanga noma. Okay. I thank God, that's why I said ilibidi tu nikuwe saved. Okay, mimi nimerizwa from Catholic. I came from Catholic ground. Na before nilikuwa napenda tu God. I was an altar boy. So nimegrow ya kwa church. Cha mimi naweza ambia msee, mbegu ya Mungu haiwezi potea. Msee ashasainiwa na God, hawezi lost. No matter what. Hata akienda kwa chuara, hata akikuwa poko, hata akikuwa mlevi. At the end of the day, God aliweka saini yake kwa huyo msee. Hawezi enda astray. True. Yeah. So when did you start music? Nimefanya music for quite some times. Since I understood myself, nimekuwa nikipiga. Ulianza kama bado uko shule? Nilikuwa myang bado, wacha shule. Ili kitu iko ndani. Ni vile tu maybe ija pick to some level yenye mtu anaweza sema si ungekuwa mahali fulani, but I know God had a purpose. Okay. Yeah, I know God had a purpose. Nipitie hizi vitu zote tunijue. Nikikaa na testimony nikuwe naweza advise youth mahali, cause mimi nimegrow kama a normal human being, nimepita ghetto. Kwanza in fact mimi nimegrow I'm a slum kid. Sijui kama ni get madre, shisha, ndom, kero, jaba, you see? Marijuana. You see? Na God amefanya ni ameni overcome kwa hizo story. So mimi najua God alikuwa na reason ya kunitengeneza. Ndio. And my main agenda and main focus yangu sahi ni hao maghetto youth. Hao wanapiga madre, wanapiga mandom. Hao mashisha ndio kusema. Hao wako kila sani waba, kila sani majaba, madenge, unaona? So hao ndio emphasis yangu sana kwao. I think God ananipea purpose kwa hao sana. Mimi nataka, I think hata hii wiki nilikuwa na post kitu kwa social media handle zangu. It's about revival. Unaona? Nataka God revival wasi. God yani hii wiki nataka, in fact hii wiki yote ndio kupiga more of revival, unaona? God ana restore wasi. God alin restore akanitoa kwa hiyo den of the lions. Kama Daniel nikapona. Na si kutoka hata na stamp moja ya lion. So mimi nataka ambie ghetto youth. Manze God anaweza. Kama alini save. Me have testimony. Eldoret niko na testimony. Umeshindwa hata kulipa nyumba ya 1,000. Nafungiwa keja napitia kwa dirisha. When was that? Some years tu. Si kitambo sana. 1,000 ilikuwa mingi kitambo. Ilikuwa nyumba ya mabati kwa slum, but unashindwa kulipa keja, landia kuelewe ananifungia. But one thing God anadu, God uko ngam general sana. Umsa lock mlango na kasa lock dirisha. Sio cheki. Amefunga mlango akijua jangu ataingia. Dirio iko pale. Dirio bado ni mlango msee. Mimi ndio but that time nilikuwa nafanya beauty. But I did cosmetology. Napiga beauty pale Eldoret kwa Mara Center na jamaa wangu aitwa. Yeah. So manze beauty ja pick Viki. What do I do? Unataona toka na so utadishi hapo na package. Bado kuna Ferrari. By that time nilikuwa nakaa pale Huruma. Not Huruma. Road block. So nimefungiwa keja, wamefunga mlango. Taduaje? Na lazima niishi. Dirisha iko. So itabidi nikuje late sana at the night. Niingie kwa dirisha. Niamke ngware. Ukosa hata kuwasha taa. Light tunayo washi. Una kama umejipaka Na ibasi jua atakuseti. So nikapiga hivyo. Bado nimeona tu God. Umeingia kwa dirisha for how long? Nimepiga hiyo naye keja niliingia. Before anajuanga huko. Anajua kama siko. In fact nilikaa wiki 3. Wewe unaingia tu na dirisha, yeye anajua huyu jamaa. Jamaa anajua, jamaa nilimfungia kabisa. Hiyo ni Mungu. Nikapata sio 9 nikampeanga ikabaki so. Jamaa kuja akachachisha akanifukuza nje. Okay, by that time at the third week anaiball not to jango ingie keja. Unaona wakaniseti kwa landi.
So mimi kwenda kwa landlord, landlord alikam siku moja ngware mbaya sana. Akanitupia vitu nje. Sasa nilikuwa kwa hao. Katupa vitu nilikuwa nampea sauti. Sasa nikamwambia ni aje jo. Imba kitu kio. Sio singeacha ni stand akupigia so. Manzi alikataa. Akanitolea vitu nje. Katupa asubuhi. Katupa usubuhi. Bado usingiza haijaisha. Jo. Nitaduaje? Niutupie vitu nje. Nyumba si yangu. Nikatafuta gari nyingine hapo nikabeba vitu. I remember nilipeleka kwa best yangu anaitwa Collins. Karen. Nao niko Eldoret sasa. Ni mama from from Roadblock nimepeleka vitu Karen. So when nimepeleka vitu Karen sina unajua bado napiga ile mboka. Na mboka bado haijapik poa. Cheki bado napiga ile beauty. So God akani see through nikasema tafanyaje? Don't toke Lee. Ikabidi nikauza kila kitu. Nikapeleka vitu zingine kwa bro yangu. I remember nilikuwa na stand ya vyombo hii. Niliuza nakumbuka niliuza saa 4. Hizo zote. Niliuza hiyo stand ya vyombo. Vitu zingine zilikuwa wapi kuuzwa. The only thing I had kitu uliona ya maana kwa maana ni stand ya vyombo. Nikaiuza saa ngapi? Saa 4. I remember nikaweka duvet na manguo 2-3 kwa bag. Kwa gunia, in fact sikuwa na bag, nilikuwa na gunia. Nikaseti kwa gunia mimi hiyo naje. Nilikuwa na best yangu anaishi by that time alikuwa anaishi Udhiru. Nairobi hapa Udhiru. So what do? Nikaweka vitu. Unajua sijui anaishi wapi exactly. But the place I know ni Udhiru. Nikapanda. Akumbuka nilipanda Nairobi basi. Nikatoka Eli. Nikadunda naye. Nikashukia pale Udhiru saa 10 ya usiku. Ndio ujue Goda na kuanga na purpose na each and everything is happen in plan. Mimi kushuka Udhiru saa 10 karibu na nusu. Kufika by 5 kamili. My best yangu alikuwa anaitwa Dennis. Anatokea anaenda kununua breakfast. Sijui ilikuwaje anaenda kununua breakfast 5. Yani God kwa great, yani God work na levels zingine deadly sana. Yeah. Nikafika kukaa hivi nikalio gunia by then. Sijui mtu yoyote. Kidogo nikaona Dennis anatokea. Hata mimi mwenyewe nilipigwa na surprise. At this time msa anatokea wapi? So naona pia bado mimi nashangaa. Kumbe God had a purpose. Dennis akakam. Unajua niulizaje? Unaenda wapi? Nikamwambia mimi nakaa Nairobi. Unaenda kwa nani? Mimi nimekaa tu. Sina hata mali naenda. Sina mali naenda. Because Deno was my best friend, akanichukua kanipeleka kwake. Nikaanzia hapo life Nairobi. Hivyo tu. Ngombe mimi nimekuja Nairobi. Nimekaa. Hajafikiria like kama jamaa nampima. Maana hata yako kuamini. But mimi nilikuwa nimejua. Juu nimekuona na kwako ndo ndaanzia life. Na hivyo ndio kwa. Yeah. Sasa hii how is life? Mimi naweza sema God amekuwa great. And God is living. I myself am a living testimony. God aliniraise nikaanza hiyo job. By that time nimefanya cosmetology. Nimedifa information technology. Juu ya madu. So nikakamnai nikaanza hustling. Katafuta macutex kadhaa. Watu Udhiru wananijua kangime na nitambua. Kwa bagi yangu mpaka watu macutex mahina pole nikishika rada. Koda akanitoa Udhiru, akanipeleka naye, nikaingia naye ndani. Sasa ndio na roll huko. Sasa hii family wako ama bado Mungu hajaleta? Manze niko na family. Niko na family moja refu sana. Niko na wale biological people, wife yuko fiti. Na niko na spiritual sons. Okay. Mimi nataka God anijenge sana, anipe muscles. Sasa strong testimony. Yeah. Out of all these stories, all these painful stories we have heard from you that you went through. Yeah. Are you trying maybe to uplift other people so that they don't see or they don't get through what you do? One thing I can say from the beginning nilikuwa nimekwambia kitu. Mimi nimeraiziwa focus yangu sana ni youth. Focus yako ni youth. Yeah. Na si youth wa Kibombe. Si youth wa Karen Runda. Mimi focus yangu ni maslam kid. Ule boy yako Kayole wanaitanga Kayombo Tole. You feel the current situation youth ndio wana go hard sana. Hawajapewa opportunity. Youth hawajapewa exposure. Kuna talent huko but nani anawafikia? Unaona? Despite your talent ku grow, mimi nitaka wajue word. Wasiamini Dre, wasiamini Gaza ndio kusema. Mimi nitaka waamini God anaweza. So nini ilifanya ukaokoka? Ama wakati ulikuwa unateseka hivi, were you already saved? Mimi nilikuwa saved.
Sasa nini ilifanya aswa ukaokoka? Because kuangalia pia mahali umetoka, it was a drug zone area. Yeah. Yenye nilifanya mimi nikasave sana kabisa. Nimeangalia ukipiga ndom, ukipiga dre, zote ni do na zote ni expense. You must pay for. Ndio uvute ndom lazima ukuwe na chwani. True. Si kweli? Lakini nikienda church siwezi lipa mse. Si kweli? Siwezi force nitoe sadaka mathaith. Huwezi force. Nacheki. But nita live na word ya God. True. Mimi anything yenye si scripture, me I don't follow. Sijui kama unaniget. Me my litmus paper yangu ni Bible. What the Bible says. Toa sadaka, toa fungu lako. Watija lazimisha. And the only thing mimi nitatoa ni 10% ya kitu nime-earn. Si ndio? Nikipata so tatumia kinde kwa church. Si 10 bob peke yake. Si niko na 90 bob. Can sustain. But huku nje chuara ni chuani, chuara ni so mbili. Ndio ulewe na maarifu hiyo nita mbili. On get. Hiyo nitakuwa kama mimi niko save nitaifanyia shughuli nyingine. True. Si kweli? Taenda mission ya ubiria ma youth. So kuokoka pia inasaidia kusave, you can invest. Okay, according to me. Yani kwa salvation kila kitu ni fiti. Hakuna kitu inaitupa, hakuna kitu ya kutupa. Na one thing naweza ambia msee, hakuna dustbin ya maombi. True. Hakuna dustbin ya maombi. Unaona? Hii wiki nimekuwa nikisoma Mark chapter 11. Unaona? Verse 24. Inasema like God ana restore. Unacheki? Hiyo miaka mimi nilipoteza, God amenirestoreisha. Nime travel countries mob sana. Jia God. Hasijalipa do zangu. God amenilift. God ameniconnect. One thing in this life, God haizi shuka kuconnect mahali. Anatumia mtu kuconnect. Si kweli? So that's my emphasis sana. God amekuwa shield kwangu. God ameniprotect from death. God ameniheal from HIV. God ameniheal from accident. Niko na reason ya kupray God. Niko na reason na $1,000,000+. God ameniheal. The last time I checked on you, you were having a very big team. You had your photographer, manager, dancers. Yeah. Oh, you had a full team. Yeah. Right now siwaoni. Yeah, for now mimi nimesema niko hapa kulift wase maswali zikisonga. When I was doing Wema, I had a big team. Wameenda wote. Where are they? Kuna mwenye ako China sahi, kuna mwenye ako Qatar, kuna mwenye ako Canada. Oh. You see, hiyo team yote God ali uplift. Mary ako China. Kina Kate ako Spain. Hiyo team yote God alichukua wanafundisha team outside Kenya. They are no longer hapa Kenya. Wameenda. My photographer is doing very well. Amefungua pale tuko naye Kenya, but he's doing very well pale kwa ndege. He has a very big studio, smaller than Source. Yeah, anadu poa. So nini unaweza ambia ma youth? Sasa tuseme tu umeambiwa sasa ndio youth address them. Okay, mimi majorly tameja kwa Bible. Sina kitu kingine ya kuambia youth. Taambia tu msee manze God ana heal. Na God ndio source of everything. Hakuna kitu unaweza fanya outside this enye God ajui. So huku nje manze strain sana my youth. Struggle sana. In fact at the end of the day kuna kitu ya maboys yenye tusiume sana. Wewe unajipa wewe ndio lover boy kwa area. The more unateremsha trouser, the more unaua ficha yako. The more unateremsha ficha yako rahisi sana kwa mchanga. Hiyo ndio mimi naweza ambia youth. Yeah. So isibe sana history ya madem na madawa za kulevya. The more tunazifanya fanya sana, the more tunakaribia kudeath. Then wanasemanga usanii ni kioo cha jamii. True. Usanii is also another way of passing an information. Yeah. And is the best way in passing information to youths. True. Right now tuseme according to kama msanii. Unaweza tumia usanii kivipi kupass information to youths, wa avoid kitu ya tuseme kama environmental pollution, ama sana Nairobi River, kupollute Nairobi River. Yeah, mimi naweza ambia wase, first of all, hii emphasis yangu kwanza ni kwa hiyo maji hiyo. Manze, mimi najua gava imeunda pale pa kudispose vitu kila places. So, especially my nylon things, my clothes,
hizo sanitary towels, yeah, dispose at the same place mali government imesema Yeah, tuzi the throw, designated points. yeah. So tusi waste vitu like the more tupa ile kitu kwa maji una affect msee mahali, kwa sababu kuna msee anaenda kunywa maji. So kuna kitu nasemanga man eat man society, tusikue asset ya kufanya wasa wengine kusafa, yeah. Na hizi makampuni zinachafua. Sasa hapa mimi nitaambia direct waste zao kwa river. Waste kwa river. Mimi hiyo ni county government wasi. Hapo sitameja kwa youth or something. Tameja kwa hizi kampuni. Highlight manze county government mtujali. Mpe hizi makampuni directives. Zisi pollute environment. Kwanza hizo ma waste gases hizo. Waziweke mahali panaweza zi collect na wazi dispose mahali. Zisi affect my youth society. At the end of the day utapata makansa. Unaona? So itakuwa furaha yako sana ukiona Nairobi River ina flow ikiwa safi, samaki iko ndani, yeah. Ya mayouths. Yeah. Mayouths wamekuja ku realize maana ya river. Yeah, true. Okay. Yeah. So Strong T. Yes. Ni dream gani you have with your music? Okay. Mimi nitaanza tu hivi na nitarudia mahali. Main dream yangu ni ku international. Strong T international. Yeah. Okay, all over the world. My emphasis ni dunia mzima. Asiko ma cool kid ama kwa wase wamejua God. Mimi nitaka wase Waislamu hawa. Mimi nitaka ma youth. Mimi nitaka ma demo wamesema hakuna life. Mimi nitaka wajue kuna life. Na watajua kuna life kama God amenielevate. Unajua lazima uwe na testimony. True. Ndio testify. Si kweli? Lazima upitie mahali. So mimi kupitia nimepitia, naweza advise mtu. Sometimes it's good to learn from other people's experience. It's so painful to learn from your own experience. So mimi nitaambia msee mwenye amekuwa akinifollow from Eldoret, from Kitale, from Butere, from Uganda, any places I've been, najua nimekuwa testimony for somebody. You can learn from my own experience. God ana lift, God ana uwezo. Mimi God ameni-heal from HIV. This is a real testimony. Ulikuwa na HIV? Sasa mimi nimeenda mpaka nikapimwa nikajipata niko HIV positive. But God ameni-heal. Wait. Yeah. Like it is true God cures HIV. God is a healer. Kwani nitasemaje God ni healer kama healer? Ukapimwa tu hivi ukapata you are positive. Mimi I have the testimonies. Bro mimi nakwambia ukweli. You are a legend. Si story ya kuforge. Ukaenda tu hivi results zikatoka positive. Yes. But that nilipimwa pale railways. The documents ziko pale. If somebody want to prove anaweza enda angalia. So mimi hakuna kitu mtu anafunza kuhusu God. Tena you are negative. God manze God ana heal. I'm telling you. Vile you were saved ukiwa mdogo. Yeah. How did you get HIV? Because most of the ways we normally believe inakuanga ni normal sana watu wanajua this is the only way watu wanapata HIV and AIDS. Okay. Yeah. That's the way. What nakwambia mimi nimegrow from slums. Hakuna kitu sijadu. Si ati if I'm saved, I'm an extra human being. Kuna mali kuna temptation bado ukua. Kuna mtu upanda mtu ushuka. So, here is my focus. Mimi nimekuwa madem tumeroll. Tumepiga sherehe. Ulikuwa unajua nani amekupea ugonjwa ama ulikuwa unajua? Hata sikujua, hata sikuwa nitaka kujua. Wewe umejipata tu. Nimejipata kwa scenario. What do I do? I believe God. God ana heal. But then I believed in healing. That's the only thing he can heal. Na check scenario ya Job. Yuko una get. Job wako na mali yote. But imefika mahali shetani anataka kumtempt. God akamruhusu ndio God alizidisha anaweza, lazima ukuwe na kitu. Lazima ukuwe na scar. Umeniget? So mimi ninazaambia youth. Manze usicheze na God. God anaponyesha, hakuna ugonjwa God hizi heal. God anaponyesha cancer. God anaponyesha HIV. Sidhani kama kuna ugonjwa mwingine tricky. God anaweza shinda ku heal. Hakuna. God ameheal what from corona. True. Hata kuna watu wengi walidai, walipass. True. Watu kuna walipata na wakapona.
Sasa nini unaweza sema maybe the government should do to elevate youths in terms of talents? Mimi naweza sema koti ya kwanza, despite talent, wape ma youth opportunity ya kupata do. Talent, unajua talent bado inaweza waste youth. Jia kukosa do. Mimi nataka gava ifugwe kuna kampuni mingi, kuna idea mingi gava iko nayo. Ifanye venye yote anaweza pata fans. Ndio ajitegemea kwa talent yake. Aweza jisupport. Unaona? Cause kitu inaua ma youth sana ni kukosa do. Yes, sir. Una come from unwell family, inabidi uingie kuiba. So unataka kujituma, kuna hiyo pesa. Unataka kujituma kuna. Inabidi uangalie simu ya mother upite nayo. Inabidi uangalie kuna inabidi tu. Unatafuta survival for the fittest. Sasa na nini tena unaweza taka maybe the government should put in place ya ile hii story ya kuchafua mazingira na kuchafua mto ishe. Ni nini government wanaweza fanya? Ama my youth pia wanaweza put in place. It's a collective responsibility. Mimi mine will come kwa ni vitu nimesema. Government itumie county government. Kwa substitute hizi vitu. Ituallocatie mahali hapa kuna wana smoke. Weke mali mingi ya kuweka takataka. Unajua unaweza pata hii area hata hakuna. Maybe iko huko. Lakini some people are ignorant bro, mtu anatoka tu hapa narusha kitu kwa mtu. Unajua kwa nini wako ignorant? Hizo place hakuna kila mahali. Mahali ya kutupa takataka. Then they need to wape watu knowledge. Awareness. Awareness. Sasa utawind up uambie YouTube channel yako and where they can find your songs. Okay, my YouTube, all my media platforms, Strong Testimony Kenya. Instagram, Twitter, IG, TikTok, Strong Testimony Kenya. My YouTube channel, Strong Testimony Kenya. Make sure you subscribe, you comment, and you share. Follow him, subscribe to his subscribe. Subscribe. Follow him, subscribe to his YouTube channel, Strong T Kenya. Watch his music, share, give him advice there. Follow me also on my social media handles at Victor Msafi Kenya, Facebook Victor Msafi Kenya, Instagram Victor Msafi Kenya. See you in next show. Strong Testimony. Thank you.